Kwa hiyo Mungu ameumba maamuzi ya kuamua ni wapi unaenda. Kwa hiyo Mungu ameweka uchaguzi ndani mwetu. Wewe ndio unaweza ukachagua kwamba mimi hapa nitaenda jehanamu au mimi hapa nitaenda mbinguni, kwa sababu Mungu ameweka njia kuu mbili leo. Uchague. Habari njema, nimekuja kukufariji. Lakini kabla sijaenda mbali, sijaenda kokote, kwa sababu ni neno la Mungu, niazime macho yako yafumbe mahali ulipo, sehemu ulipo, basi nimshukuru Mungu kwa hilo. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa nafasi hii. Ninasema asante kwa kuwa ni mwaminifu. Ninaomba sasa Kristo, tupe uaminifu, tupe akili ya kulifafanua vyema neno lako. Tufanye Bwana tulijue neno lako, kwa sababu kweli ndio imetufanya kuwa hai leo. Ninakushukuru Baba kwa sababu ni mwema na ni mwaminifu. Kupitia neno hili watu wakafunguliwe, kupitia neno hili watu wakaponwe. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaamini kwamba unakwenda kufungua yeyote yule ambaye kuna shida, akona matatizo, anakwenda kufunguliwa sasa. Ni katika jina la Yesu. Amen. Leo nataka tujifunze neno kwa ufupi. Tutazungumzia habari ya milango iliyofungwa. Kuna wakati mwingine kwenye haya maisha tunayoyaishi, kwenye harakati hizi za maisha tunayoyatembea, tunahisi kana kwamba milango imefungwa, na kweli ukiangalia, ukitazama mbele, unaona milango imefungwa. Ukipiga jicho hivi unaangalia, unakuta milango imefungwa kweli. Lakini nataka tuzungumzie habari ya mlango uliofungwa. Ndugu zangu au watumishi wa Mungu, najua kwamba mnayo habari ya mlango uliofungwa. Mlango uliofungwa unaweza ukafungwa kwenye maisha, unaweza ukafungwa kwenye biashara, unaweza ukafungwa hata kwenye kazi unayoifanya. Mlango ukifungwa utahisi kana kwamba Mungu hakuoni. Mlango ukifungwa unaweza ukachanganyikiwa. Mlango ukifungwa unaweza ukakufuru hata Mungu. Kuna wakati mwingine unakuwa umeweka malengo, kuna wakati mwingine unaweka mpaka mipango. Kwa hiyo ile sehemu uliyowekeza mipango ikishafungwa, unahisi kana kwamba Mungu hakuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko hivi, unapokuwa uko mzima, kuna wengi hawamkumbuki Mungu, hawajui kama Mungu yupo. Na wewe fuatilia, siku zote au mara nyingi sana watu hukimbilia kanisani wakati wa matatizo. Watu hukimbilia kanisani kumwabudu Mungu au humkumbuka Mungu wakati wa matatizo yao, lakini kingali wazima hawawezi wakamkumbuka Mungu. Amen. Kwa hiyo mtu anapohisi kana kwamba yupo kwenye shida, ndipo anapomkumbuka Mungu, ndipo anapomkumbuka Mungu kwamba Mungu yupo. Milango inapofungwa ndipo anakumbuka Mungu kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo kabla milango haijafungwa hawezi kumkumbuka Mungu. Lakini leo nataka tuzungumzie habari ya milango iliyofungwa. Acha nisome, nisiende mbali, nisome kwenye kitabu kile cha Ufunuo, ile sura ya 3 mstari wa 8. Nitafungua hapa, nitasoma. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inasema, "Najua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambapo hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala haukulikana." Unanielewa hapo? Hapo unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunazungumzia habari ya mlango uliofungwa, lakini Bwana anasema, "Najua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako." Kwa hiyo Bwana anasema kwamba amekuwekea au amekupa mlango uliofunguliwa. Kwa hiyo kuna mlango uliofunguliwa hata kama upo kwenye shida, hata kama upo kwenye nyakati zinazofananaje. Tambua kwamba Bwana ameweka mlango uliofunguliwa, na tena anasema kwamba hakuna au hapana mtu ambaye awezaye kuufunga, kwa sababu Bwana ndiye ameweka huo mlango. Bwana ameweka mlango uliofunguliwa. Inatakiwa upite kwenye huo mlango ambao Bwana ameuweka mbele yako. Inatakiwa utazame, upo kwenye shida,
una magonjwa yamekusumbua muda mrefu, Bwana ameweka mlango uliofunguliwa. Yamekusumbua kwa muda mrefu, ameweka ziko shida zimekuandama kwa muda mrefu, lakini Bwana anasema kwamba ameweka njia mbele yako. Ameweka njia iliyofunguliwa mbele yako. Unatakiwa kupita, unatakiwa kupenya, unatakiwa usichelewe. Hebu penya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anasema yeye Mungu ameweka njia iliyofunguliwa. Kwa hiyo kazi yako ni kupita. Unatakiwa kupita. Unatakiwa usigeuke. Unatakiwa upenye, utoke. Upo kwenye shida, una matatizo, umetengwa na familia, una shida, umekoswa kazi, umeandamwa kiaina, lakini Bwana anasema kwamba usikate tamaa. Ameiweka njia mbele leo. Ameiweka njia mbele yako tena iliyofunguliwa. Kwa jukumu lako baba ni kupita. Hebu pita siku ya leo. Hebu pita, acha kuzubaa. Hebu pita, acha kushangaa. Bwana na haja nawe. Acha kuhangaika, acha kusumbua kana kwamba haonekani. Bwana anakuona, kwa sababu neno la Kristo linasema kwamba hakuna sehemu yoyote ambako mtu anaweza akajificha jicho la Bwana lisimuone. Amen. Watu hubadilika. Acha nikwambie, mwanadamu anapozaliwa, anazaliwa akiwa hana kitu chochote. Anazaliwa akiwa haamini Mungu wala shetani. Kwa hiyo anazaliwa hana kitu chochote kinachoweza kumkabili. Kwa hiyo Mungu ameumba maamuzi ya kuamua ni wapi unaenda. Kwa hiyo Mungu ameweka uchaguzi ndani mwetu. Wewe ndio unaweza ukachagua kwamba mimi hapa nitaenda jehanamu au mimi hapa nitaenda mbinguni, kwa sababu Mungu ameweka njia kuu mbili leo. Uchague. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa akiwa hana kitu chochote kitu chochote, anakuwa ni free. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa tabia. Anapokulia kwenye mazingira haya tunayoyaishi, ndipo anapoibua au anapokutana na tabia. Kwa hiyo yule mtoto utakuta amejifunza zile tabia, utakuta ameendana na mazingira ya zile tabia. Kwa hiyo atajifunza tabia za pale. Kama atazaliwa mtoto akakuta kwenu mnakunywa pombe, katakuwa kalevi. Kama atakuta wanavuta sigara, katakuwa kavuta sigara. Kwa hiyo kama atakuta wanaabudu hivyo ataabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtoto anajifunza kile anachokiona, kile alichozaliwa akakikuta. Kwa hiyo watu tulizaliwa tukakuta maajabu duniani. Ndio maana watu tumechanganyikiwa. Ndio maana watu hatueleweki. Ndio maana watu ni kana kwamba vichwani kwetu kama kuna wadudu fulani. Wakati mwingine umsingizia shetani kwamba shetani ndiye amefanya, kumbe ni ufahamu wetu umechanganyikiwa au umechanganywa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba nendeni kwa akili. Sio kwamba akili inayozungumzwa hapo kila kitu umtwishe shetani. Unatakiwa kutumia ufahamu. Kuna vitu tunajifunza kwenye mazingira tunayoishi. Kuna vitu tunaokota. Kuna tabia tunaziokota. Kuna tabia chafu ambazo tunazirithi. Kuna tabia ambazo tunaziokota, lakini Bwana yeyote anasema ameweka mlango ulio wazi leo, upite. Acha nisome. Anasema kwenye kitabu cha Yeremia, nisome kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya 32 mstari wa 27. Nitasoma hapa. Anasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, anauliza je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kwa hiyo Bwana anauliza kwamba mimi ni Bwana wa wote wenye mwili. Sasa swali anauliza, je, kuna jambo gani gumu nisiloliweza? Kwa hiyo Bwana anauliza kwamba kuna jambo gani gumu asiloliweza? Bwana ndiye ameuliza. Unaweza ukahisi kana kwamba tatizo ulionalo ni kubwa. Yawezekana kweli matatizo yanazidiana kulingana na mazingira tunayoyaishi, kulingana na sehemu ulipo, kulingana na sehemu ambako mazingira hayo yamekukabili. Lakini Bwana anauliza, je, kuna tatizo gani au kuna kitu gani ambacho mimi Bwana sikiwezi? Amen. Hivi unaisikia hiyo point? Kwamba kuna tatizo gani au kuna kitu gani ambacho Bwana hakiwezi? Kwa hiyo wewe ndio umechelewa. Wewe ndio umechelewa, si kana kwamba Bwana ndiye amechelewa. Wewe ndio umechelewa kuamka. Unatakiwa kuamka upite.
Unatakiwa kuamka baba. Amka sehemu yoyote ulipo. Amka sehemu mazingira yoyote uliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana anaona shida ulionayo. Hata kama uko ustarini, yawezekana magonjwa yamekulemea. Umeugua miaka mingi. Ndio. Tulisoma habari ya yule mwanamke aliyekuwa mgonjwa miaka 38. Yawezekana kuna wakati mwingine alihisi kukata tamaa, lakini hakukata tamaa, aliendelea kung'ang'ania pale pale. Mara ghafla muujiza ulivyotokea, alimshukuru Mungu. Kwa hiyo hapo ulipo kwenye tatizo, wewe usikate tamaa. Bwana na kuona hapo kwenye tatizo, hebu komaa. Utakapojaribu kubadilisha tatizo kana kwamba ukwepe tatizo, huko unakokimbilia na kwenyewe kuna tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe komaa kishujaa, hebu simama kishujaa. Wewe ukisoma habari za Yusufu, ndugu zake ni kwamba walimuuza, na walivyomuuza Yusufu alihisi kana kwamba tatizo ndivyo limeisha. Kufika kule napo akafikia gerezani. Kwa hiyo Bwana, Yusufu mtumishi wa Mungu hakukata tamaa, aliendelea kusimama. Hatimaye Bwana alimuonekania kule na akamweka juu, na akamweka kwenye viwango ambavyo vilistahili kuwa juu. Bwana anahitaji umwabudu, anahitaji umtegemee yeye. Hahitaji usitegemee nguvu zako, hahitaji utegemee akili yako. Bwana anahitaji umtegemee yeye. Bwana anahitaji tumwabudu, anahitaji tumtumikie, anahitaji shukrani. Haleluya. Ninapozungumza kumtumikia, sijamaanisha ulete vitu vyako hivi, hapana. Anahitaji moyo ulio tayari, anahitaji moyo wa shukrani. Hivyo ndio vitu Bwana anahitaji. Anahitaji watu wamtukuze. Kumtukuza Bwana ni jambo la heshima mbele zake. Kwa hiyo sehemu yote ulipo, hebu sema, Bwana niponye sasa. Hata kama una magonjwa, hata kama umelemewa, hebu mwambie Bwana niponye. Mtumishi wako sasa nimeamini. Tunaamini kupitia damu ya Yesu, tunaamini kupitia kazi iliyofanyika pale msalabani. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu ile sura ya 5 kitabu cha Yohana, acha nisome Yohana wa kwanza ile sura ya 5 mstari wake wa kwanza. Anasema Biblia hapa, kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kumwamini Kristo ukazaliwa naye. Kwa hiyo mtegemee Bwana, ndivyo Mungu anavyohitaji. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi ile sura ya 37 na mstari ule wa 5, Biblia inasema nitakabidhi Bwana njia yako, pia umtumainie yeye atafanya. Kwa hiyo Bwana anasema umkabidhi njia zako zote, umkabidhi. Anapozungumza kwamba umkabidhi njia zako zote, wewe unajua ni njia gani unazozipitia. Wewe unajua ni wakati gani au ni njia ipi unayoipitia. Kwa hiyo sehemu yoyote Bwana anahitaji uwe mkweli. Anahitaji useme ukweli. Anahitaji utembee katika kweli. Anahitaji chochote utakachokifanya iwe ni katika kweli, iwe ni katika uhalali, iwe ni kulitangaza neno la Mungu. Usifanye kazi yako ukakujitegemea nguvu zako au kwa kuitegemea akili yako. Hebu mkabidhi njia yako Bwana aweze kutawala familia, aweze kutawala maisha yako, atawale kila kitu, atawale kila kitu ulichonacho, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba. Haleluya. Mkabidhi Bwana njia zako zote, na wewe utaishi, na Bwana atakuangazia, na Bwana atakuongoza, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.